Hebu ndugu, leo tuzungumze kitu kimoja. Benki huwa kuna kitu wanatuficha ila huwa hatuambii. Alafu wanaofanya kazi benki ni ndugu zetu ujue. Na ni rafiki zetu kabisa. Ila nahisi kuna kitu waga wanatuficha na watuambii. Kwa mfano, mtego mkubwa benki wanaotumia kwa sisi wafanyabiashara na sisi hatujui. Wengi nadhani hatujui. Tunaingia kwenye mtego wa top up. Ambao mtego wa top up mimi kwangu naona ni mtego ambao ni mbaya sana. Mbaya sana. Kwa mfano, tuende tu kwenye mfano mzuri halisi. Mimi nimechukua mkopo kwa milioni 30. Mfano, milioni 30. Umelipa mkopo milioni 30 kwa miaka miwili. Umelipa mwaka mmoja milioni 15. Kusema na faida na nini umelipa milioni 15. Benki wanakushauri. Hapo wanakushauri yani wenyewe tu. Sasa inabidi utop up ili uongeze kidogo. Na wewe unaingia kwenye 18, unasema ngoja ni top up. Unaenda wanakupa milioni 15. Sasa kwenye kukupa milioni 15, kwenye milioni 15 wanahesabia milioni 30. Hawakuhesabia milioni 15 tena. Wanahesabia milioni 30. Sio na 15 zao nyingine zimebaki. Wao wanakuhesabia milioni 30. Milioni 30 wanakukata asilimia zote kwenye ile hela milioni 30. Lakini ile 15 kumbuka mwanzoni ulishagailipia makorokocho mengine yote. Hali ulishailipiaga ada ya mkopo, ushailipia kila kitu. Lakini sasa hivi wanaijumlisha alafu wanaikata zile asilimia zao. Kama ni 1% wanakata. Kama ni 2% watakata kwenye mkopo mzima, sio kwenye ile uliyoiomba peke yake. Kwa watakukata. Na wakikukata baadaye kama wamekukata vyote imebakia milioni 24. Wanaigawa milioni 24. Pasu. Wewe unabaki na 10 na ngapi yako? Sasa upate 15 yote. Unabaki na 10 sababu unaigawa pasu. Wao wanachukua hela yote wanaokudai. Inayobaki ndo watakupa. Sio kama eti atakupa ile 15 afu wanachukua ya kwao kwanza. Afu inayobaki ndo wanakupa. Kwa wakikupa, twende sasa kwenye mfano mzuri, wewe una duka lako lina milioni 35 au milioni 50. Duka lako liko na milioni 50. Si ndio? Kwa kama duka lina milioni 50, inabidi ulipe milioni 15 za ulizochukua sasa hivi na ulipe milioni 15 zingine za ulizochukua kipindi kile. Sawa? Kwa hiyo bado unaendelea kudai milioni 30 na wewe umeongeza milioni 15. Umeona? Unaongeza miaka mingine miwili tena. Vitu dukani vitakuwa lazima vinashuka. Na wewe huwezi kufanya muda wote hiyo kwa miaka hiyo mingine miwili. Lazima utakuwa unashuka. Wasa wakija kuanza kukudai. Watakudai. Watakudai. Yaani wanajua ile hela yao yote wewe unakudai yote. Utapigiwa simu, utatafutwa. Yaani ile kukudai mpaka wewe mwenyewe unakosa amani. Lakini kosa tulikosea wapi? Kwenye top up. Top up inakuwa taratibu bila wewe kujua. Hili ni kosa ambalo wafanyabiashara wengi sana wanafanya. Mimi nashauri, maliza mkopo wako, chukua mkopo mwingine. Na sisi wenye biashara ndogo ndogo kuanzia milioni 20, 30, 50. Mimi nashauri tusichukue muda mrefu mkopo. Sijui miaka 2, miaka 3, hapana. Kwa nini? Kwa sababu ukichukua muda mrefu wa mkopo kwenye biashara zetu hizi, siku unaweka mkopo ndo miezi 3 au 4 au 5 ndo utakapouza sana. Miezi mingine hiyo unaweza kashangaa unaanza kuuza kawaida. Sasa kama umechukua miaka 3, unaweza kuuza miezi 24 yote. The same na hii miezi 4, 5. Haiwezekani. Hivyo tunatakiwa tuangalie kabisa. Tuangalie kitu gani kizuri cha kufanya. Mimi sishauri mtu achukue muda mrefu. Kama umechukua milioni zako 30 na unaona duka lako ni kubwa, mwaka mmoja, jibane kwenye mwaka mmoja, lipa. Mimi nimekosea sana huko nyuma. Na sitegemea kama nataka tena kurudi. Ila kama ni mtumishi haina shida kwa sababu unakata kwenye mshahara, unaweza kufanya top up unavyotaka. Unaweza kufanya. Ila kama ni mfanyabiashara,
Maanake wewe utakuwa ni mtumwa wa huo mkopo kwenda siku hadi siku, kwa sababu utakuwa ukifika kila mwaka duka limepungua, unatakiwa uongeze, unakopa tena, unafanya tena top up, utakuwa ni mtumwa. Cha pili, usichukue mkopo muda mrefu. Mkopo wa muda mrefu unakuumiza, hauna mantiki, hauna tija. Yaani kama una uwezo wa kuchukua mkopo miezi 6, chukua, maliza. Kama kampuni, okay, sina shida na hiyo. Kama kampuni, sababu kampuni lenyewe lina jinsi ya kujiendesha tofauti. Afika mtu, yani tofauti mtu anavyodaiwa wa kampuni na mtu binafsi ni vitu vile tofauti. Kampuni zinajulikana jinsi zinavyofanya kazi. Na kampuni ikisema haina mkopo, inajulikana kabisa kweli mauzo hayajawa vizuri, tangu zinaonekana nini. Ila wewe huwezi kwenda kumwambia benki mimi leo sina mkopo. Hawezi kukuelewa. Hawezi kukuelewa kwa sababu ile ndio biashara yao kubwa inayoingizia hela. Hawezi kukuelewa. Kwa nafikiri tujitahidi sana kwenye hilo.